chakula cha ubongo, chakula sahihi ambacho unatakiwa uurishe ubongo wako. Unatakiwa kufahamu kwamba ubongo ni moja kati ya sehemu ambayo pia inahitaji chakula sahihi ili kusudi uweze kuwa vizuri zaidi. Sasa wewe kama unajua tu kwamba ni tumbo pekee ambayo inahitaji chakula, utakuwa unakosea sana. Na ubongo unahitaji vyakula kupitia vitu vingi sana. Tukizungumzia utumbo au tumbo linapata chakula kupitia mdomo tu, lakini tukizungumza ubongo unapata vyakula kupitia vitu vitano. Cha kwanza tunasema ni zile 5 sense organs. Tunasema ni ulimi. Kupitia ulimi ubongo unapata chakula. Vile vile kupitia masikio ubongo unapata chakula. Vile vile kupitia ngozi ubongo unapata chakula. Vile vile kupitia macho, kupitia macho ubongo unapata chakula. Lakini pia kupitia pua, ubongo unapata chakula. Kwa hizi ndio njia ambazo ubongo unahitaji vyakula kupitia hivi. Ila tumbo linahitaji chakula kupitia mdomo pekee. Kwa tunaona ubongo ni kwa namna gani unahitaji chakula ambacho ni sahihi ili kusudi iweze kushiba vizuri. Lakini tumbo linahitaji aina ya chakula kupitia sehemu moja tu ya mdomo. Sasa namaanisha nini ninapoongea haya? Namaanisha kwamba kitu ambacho wewe una receive hasa katika mind, hasa katika brain, ndiyo matokeo yako wewe. Tunasema kwamba nikitaka nijue unafikiria nini kwenye ubongo, haina haja ya kuweza kukufungua kwenye ubongo. Ina haja ya kukuangalia nini unakifanya, kwa sababu unachokifanya wewe ndicho kitu ambacho unakifikiria kwenye ubongo wako. Kwa kama unafikiria mabaya, vile vile utakuwa unafanya mambo mabaya kwenye maisha yako. Lakini kama unafikiria vizuri, maana yake ni lazima utakuwa unafanya mambo mazuri kwenye maisha yako. Sasa ni mambo gani hasa ambayo yanaharibu watu? Ni mambo gani ambayo yanaharibu watu na ni mambo gani ambayo yanaujenga ubongo? Leo tutaenda kuzungumzia aina za watu pamoja na vitu ambavyo wanafuatilia. Unachokifuatilia wewe ndicho kitu ambacho wewe unakipenda. Hauwezi kufuatilia kitu ambacho haukipendi. Maana yake frequency za hayo mambo na frequency za ubongo wako zina match kwa pamoja. Na ndiyo maana wewe unapata feeling ya kuweza kuendelea kukifuatilia hicho kitu. Ulishatengeneza uraibu. Uraibu ni matching of frequency kwenye jambo fulani. Sasa leo tutaenda kuzungumza kuhusiana na aina za watu pamoja na mambo ambayo wanayafuatilia kwenye maisha. Kumbuka kwamba ubongo ni broadcast receiver ya mambo yote ambayo wewe unayapata kwenye maisha yako. Tukianza na watu wa kwanza tunasema ni watu wa chini. Watu wa chini wanapenda kufuatilia skendo za watu. Leo marafiki zangu wanaendeleaje? Wamevaaje marafiki zangu? Leo jirani anafanya nini leo jirani yangu? Leo mtu wangu wa kazi, rafiki yangu ambaye waga tunakaa naye huko kazini, amekuja na gari la aina gani? Msanii, wanapenda pia kufuatilia maisha ya wasanii. Hawa ni watu ambao ni wa hali ya chini sana. Leo Diamond Platnumz ana nani? Kwa maisha ya wasanii wanapenda sana kufuatilia hawa watu wa chini, skendo za watu. Watu wanaendeleaje? Unakuta anapoteza muda mwingi zaidi kupoteza hasa kufuatilia maisha ya watu. Unapaswa uweze kuiacha mara moja hii tabia, kwa sababu utaendelea kuwa mtu wa chini daima. Unapaswa uiache mara moja. Lakini pia kuna hawa watu wakati. Watu wakati ni watu ambao wanafuatilia matukio. Yaani wapi kumetokea nini? Hawa watu hakuna kitu ambacho kimetokea ambacho hawakijui. Hata kama waulize Marekani kimetokea lini leo, watakwambia. Hata kama waulize leo Uganda kuna nini kimejiri, watakwambia. Ni watu ambao hawapitwi na matukio ya aina yoyote. Hata kama wewe jambo hulijui kabisa, hawa watu wanapenda sana kulifuatilia. Basi kama wewe unajua ni miongoni mwa watu ambao unapenda kufuatilia matukio ambayo hayana msingi wowote kwenye maisha yako, unatakiwa ujue wewe ni mtu wakati.
na itakuwa ni ngumu sana kuweza kupiga hatua kuelekea kwenye mafanikio yako kama utaendelea kuwa mtu wa matukio, kwa sababu haya mambo hayakusaidii kwenye maisha yako. Kinachoenda kutengenezwa ni kwamba utafanya ubongo wako zile frequency zote za sauti ziweze kuendana na frequency za hayo matukio. Hivyo wewe unakuwa ni mtu wa matukio siku zote. Kumbuka, hata sio mwandishi wa habari, kwa haya mambo hayakuhusu. Unapaswa uyaache ili kusudi uanze kufuatilia maisha yako ambayo ni ya msingi zaidi. Lakini watu wa juu, kuna watu wa juu, watu wakubwa hao. Watu hawa wanafuatilia idea. Watu hawa utakuta wanapenda kukaa sehemu ambazo ni idol. Wapo wachache na wamezungukwa na watu wa thamani, wanafuatilia idea, mawazo ambayo ni sahihi. Na mara nyingi wanapenda vile vile kutembea katika sehemu ambazo ni nzuri, strategic exposure. Hawa wanafanya mambo ya hivyo. Lengo kubwa ni lengo la kuweza kujifunza kupitia kusafiri, kujifunza kupitia kuona. Anapata changamoto anapotoka eneo moja kwenda eneo jingine, na vile vile anakaa na watu ambao wana idea nzuri ambazo zinamtengeneza yeye kuendelea kuwa mtu mkubwa. Anakaa na watu ambao wana idea ambazo ni za kibunifu. Kumbuka kwamba creativity is an engine of success. Sasa ni lazima ukae na watu ambao wanawaza idea ambazo ni chanya, ili kusudi na wewe uweze kupiga hatua zaidi, kutumia hizo idea na ziweze kukufanikisha kwenye malengo ambayo wewe unayafanya. Ningependa niweze kujua wewe ni mtu wa wapi. Ni mtu wa skendo, ni mtu wa matukio, au ni mtu wa idea? Ili ufahamu kwamba wewe ni wa chini, wa kati au wa juu. Lakini kama upo hapa, kama upo wa chini au wa kati, inapaswa uweze kuongeza juhudi za ziada ambazo zitakupushi wewe kuwa mtu wa juu na kuweza kupata mafanikio makubwa kwenye maisha yako. Tuko pamoja. Usikose katika video inayofuata ambayo nitazungumza ni namna gani ya kuweza kufanya kupitia hizi idea ambazo unazipata kutoka kwa watu wako ziweze kuwa ni kama daraja jema la kuweza kukufanya wewe uweze kupata mafanikio kwenye maisha yako. Karibu sana.